Karibu sana. Shukrani mzee mzee. Nowhere. Vipi? Tuanze na hii. Idea ilikujaje? Bana, Nowhere ilikuwa nakumbuka day wakati Mwenyezi Mungu ananipa hii vibe, nilikuwa niko na kindege changu bana, mama Yeyo. Mama Yeyo nimemwona kwenye video. Alikuwa mjamzito during those days. Kwa tunajipikilisha tu, nakumbuka sio, alimwambia ngo nikotolee kidude fulani cha kibongo. Chipsi mayai. Chipsi zege au chipsi zege, kokoto. So at the time wakati natoa nilikuwa nimeweka playlist ya beat nyingi sana. Most of the time huwa nafanya hivyo. Ndio. Ile ikaja tu, ile vibe ikaja tu. Ilivyokuja nikajikuta naimba ile sehemu nasema na ngangana kwako mita ngangana Yesu we. As the time unaimba ile Nowhere ikaja humo. Mama Yeyo naye akawa anakuja na vibe na picha inaenda kwa kwenye yale mazingira na wingu tuliokuwa nayo. Tukajikuta tu bana bana kwenye uwepo tuliokuwa nao wa mshua na maisha ambayo tunaishi katika upande wa wokovu. Kuna muda ukimfikiriaga tu Yesu kwa undani unakuja kujikuta uende wapi tena. Yaani unakuta ni box ambalo linajitosheleza. Yaani kama uko ndani ya box basi ni box ambalo uhitaji hata kutoka nje ya box. Na tukirudi kwenye Haleluya nayo ilikuwaje ile? Haleluya ilikuwa vibe fulani, nakumbuka tulikuwa tunahama kutoka kwenye makazi fulani kwenda kwenye makazi mengine. Sasa time tunahamisha vitu, tuko kwenye gari ndogo, tumeweka mavitu yetu. Kama kawaida tu mimi napenda kusikiliza sana ala za music most of the time. So nilikuwa napiga beat moja hivi. Nakumbuka wakati linapigwa tukapanda na hiyo Haleluya, mama Yeyo alikuwa anaipiga hiyo hale. Basi tukaondoka nayo. Nyimbo ikawa composed at the end. Unajua unatengeneza content ni nini tuna deliver. Baada ya hapo ikaondoka. Ndio hiyo tunaisikiliza leo. Bonge moja la ngoma. Haleluya. Kwenye familia yenu kuna mtu ambaye ni mwimbaji? Yaani unamaanisha katika familia yako wewe ya kwangu mimi Kuleba? Bana naambiwaga huyo mzee mwenyewe huyo Kuleba ambaye ni babu yangu. Naambiwaga alikuwa na vibe kinoma la muziki back in the days. Design kama alikuwa tamto kugusa guitar hivi if I'm not mistaken kwenye story ninazopewa. Mamangu pia alikuwa mwimba kwaya. Basi mama Arusha back in the days. Umechukua umo. Mama Yeyo naye kwenye familia yao kuna mtu pia anapita humo kama wewe kwenye familia. Au unatokea kwa sababu yuko na wewe naye? Kwa mama Yeyo sasa sio mtu. Kwa mama Yeyo ni wote, kwa sababu hata nikikaaga na wakwe zangu kuna muda kinawaka. Mpaka unashangaa bana si tu mic watu wa rekodi hapa. Kwa yeye nafikiri ni kitu ya familia. It's a family thing. They do that. Kwa muziki wa kibongo bongo huku tunajua masuala ya production kwenda kurekodi kwa kule South Africa. Vipi, kuna changamoto zozote kama kwa kibongo bongo? Tunajua sasa hivi kibongo bongo amerahisisha watu mic tu unaenda home na rekodi, tofauti na zamani ilikuwa foleni, lazima ufuate foleni bado njoo wiki ijayo na vitu vingine kama hivyo. Kule vipi masuala production pia kuna changamoto yote au tu kila kitu? Nimeona hata sound yake sio kitoto pia. When it came to the production inakuwa ni tunasema ni mabadiliko ya teknolojia. Unajua teknolojia imekuwa sana sasa hivi tofauti na zamani. So hivi vitu vinakupo vingi, vifaa ni vingi vya utendea kazi. Ukisema unataka mic sasa hivi unapata, ukisema unataka sound card unapata, ukisema unataka monitor speaker unapata. Sasa ni wewe ukiweza kuvimudu ni popote pale. So to be honest, nowadays most of the people they have this equipment. Wana studio nyumbani, home studio. Even myself ukija nyumbani natembea navyo popote ninapoenda na vifaa vyangu. Ila sasa unapomaliza kurecord wewe, kuna wale watu ambao sasa ni engineer profession wanatakiwa wakupe production kwenye international format. So you need to deal with those ones. Na hii inatokana na type ya music ambayo wewe unafanya. Let's say mimi nataka kupiga bonge moja la hip hop. You know, na tunajua ma producer waliokuwa wazuri kwenye hip hop. Wewe anza and then maliza mpe. Yeye ana finalize mixing and mastering, anakupa dakika mwisho basi unakuwa tu na kitu ambacho kiko poa. Sawa. Nimeona upande wa video hujataka mambo mengi. Ni kama wewe na familia, hizi video mbili ya Haleluya na Nowhere. Vipi? Kuhitaji labda wana washikaji pia wa join kwenye video. Umefanya kichocho tu wewe, mkeo na watoto hivi. Yaani wana sioni. You know,
iko hivi. Kwa mfano kwenye hizo nyimbo ukizisikiliza, kuna message ambayo ilikuwa inatakiwa iwe delivered to the audience. Sasa ninavyowapelekea message ya audience, content ni nini? Kwa mfano ukiangalia kwenye Nowhere, ile unaweza kuona iko, unasema nimekuwa mchoyo. It's true, ila iko na mazingira fulani. Nilikuwa nataka nipeleke injili ambayo imebase kwenye family unit. Kwenye familia, na familia inatengenezwa baba, mama na watoto. Sasa kwangu mimi nilikuwa nasema naenda wapi? Ile nyimbo inasema Nowhere, yani wapi niende? Sina mahali pengine pa kwenda zaidi kwa ya sehemu niliyopo ambapo ni kwenye ufalme wa Kristo. Sasa kwenye haya mazingira nimetengeneza, ni mimi, sio peke yangu, ni mimi na familia yangu. Ina maana sisi wote tumejikabidhi kwake. Sisi wote maisha yetu yako kwa Kristo. Kwa hiyo yeye ndo kimbilio, ngome na kigao. Hatuna mahali pengine pa kwenda. Sasa ukiangalia kwenye video inakupa tafsiri hiyo. Sio mimi peke yangu, bali ni mimi na familia pia. Bana, sawa.